Niko Saranda hapo. Mimi nitaka kujua waamuzi, tatizo la ligi yetu, waamuzi ni changamoto kubwa sana, kwa sababu unakuta mwamuzi, kuna wengine wana uwezo wa kuwa waamuzi, ni mwamuzi mzuri, lakini uwezekano wa kwenda na mpira kwenye matukio wanakuwa hawana. Sasa cha msingi ni kwamba wanatakiwa watafute waamuzi wenye weledi mzuri ili waendane na matukio ya mpira, pasiwepo na malalamiko kwenye hiyo sehemu. Kama mwamuzi atakiwa aende na mpira ulipo, na kama mwamuzi anafanya makosa, basi huyu msema huyo ndo msimamizi wa ligi, wakae basi kwenye kamati zao, wawe wanawaonya mapema waamuzi, basi ligi yetu iwe bora zaidi, silalamikiwe mara kwa mara juu ya waamuzi. Ndio maana mara nyingine tunahisi kwamba hao waamuzi wanapewa hela, kumbe ni uwezo wake mdogo wa kuwa mwamuzi. Asante sana kutoka Manyoni, Singida. Sawa. Asante. Asante. Maoni yake pia amefika hapa, na uzuri hapa tupo kwenye sehemu husika hapa. Kwa hiyo maoni yako yakifika hapa yaenda kuchakatwa huko. Waamuzi wanatajwa sana. Ni waamuzi ni ugonjwa wa dunia nzima. Sio ugonjwa wa Tanzania. Ila wa Tanzania wakizungumza lazima waizungumzie nchi yao. Lazima wazungumzie ligi zao. Unakiri kwamba ni janga la dunia. Gonjwa la dunia. Hili ni gonjwa la dunia, lakini aliyoko hapa leo ni afisa habari wa bodi ya ligi kuu Tanzania. Ndio. Na hakuna namna wanaweza wakaniuliza kuhusu waamuzi wa ligi kuu ya England au ligi kuu ya lazima kuulize ligi yetu. Lazima tuulize hapa. Na chao sasa hivi nafurahi kuona wa Tanzania wanapenda kitu chao. Wanapenda ligi zao. Na ndio maana ligi yetu inazidi kupaa, ligi kuu ya NBC inazidi kupaa, kwa sababu watu wanaipenda ligi yao, wanaijadili ligi yao, wanaifuatilia ligi yao. Sasa kwa nini nasema ni janga la dunia? Wenzetu walioendelea huko Simiyu, Singida, yes. Wote hao wamezungumzia jambo moja. Niwaambie tu kwamba sisi jukumu letu kubwa kwanza ni kuhakikisha tunatoa mafunzo bora kwa waamuzi kabla ya msimu, na kuwapa mitihani kupitia kamati ile ya waamuzi na wakufunzi wanaotambulika na CAF na FIFA ambao tunao hapa Tanzania. Baada ya mafunzo wanakwenda kupewa mitihani, wanaofaulu mitihani ndio wanaoteuliwa kwenda kuchezesha ligi. Kwa hiyo jukumu letu sisi kubwa ni kuhakikisha tunakwenda kuwapa jukumu la kuchezesha ligi waamuzi ambao ni bora tu. Na labda pengine mtu ajue mchakato kumfikia muamuzi mpaka kufikia kuchezesha ligi kuu inatakiwa afanyaje? Waamuzi wanapanda daraja kama timu tu hizi. Tumetoka kuzungumzia kupanda daraja hapa. Kuanzia waamuzi daraja la kwanza wanaanza huko ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, wanaendelea kupanda daraja mpaka anapofikia kuchezesha ligi kuu. Maana yake huyu muamuzi alianzia huko chini. Kwa hiyo tunapokwenda kufanya kunakuwa na idadi ya waamuzi waliopendekezwa kwenda kugombea nafasi za kuchezesha Premier League. Wanakwenda darasani, wanafundishwa, wanapewa mitihani, wanafanywa vipimo vya utimamu wa mwili. Wanaofaulu kwenye nyanja hizo zote ndipo wanakwenda kuteuliwa kuwa waamuzi wa ligi kuu. Kwa maana wao sasa, kama alikuwa anachezesha Premier League Championship msimu uliopita, anapanda daraja anakwenda kuwa ligi kuu. Na kwa wastani kwa msimu mmoja wanaweza kupanda waamuzi wangapi? Waamuzi wakati kwa ligi kuu ni waamuzi 24. Waamuzi wa katikati pale wanashika filimbi, waamuzi wanaoshika filimbi wanakuwa 24. Na hawa maana yake sasa tunapokwenda kwenye hilo darasa, tunapokwenda kwenye huo mchujo, wanapungua. Inawezekana ukashuka daraja au ukapanda daraja. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo nataka niwatoe hofu ndugu zangu hapa kwamba sisi tunachokifanya ni kuhakikisha tunakuwa na waamuzi bora tu kwenye michuano ya ligi kuu. Tunakuwa na waamuzi bora tu kwenye championship, tunakuwa na waamuzi bora tu kwenye first league.